Unajua nyewe ndio mnatembea na pesa zetu. Ndio. Ndio. Nikufanyia jambo ndio. Sikia. Toa ulichonacho chochote, toa ulichonacho. Toa. Toa. Simama juu. Simama juu. Wasikia? Choma sigara babu, nasikia. Sikiliza. Naona hii sura. Kalili hii sura. Potea. Niambie madam vipi? Safi. Niaje, mimi nimeshamisa. At least hata nimewaona. Hata mimi nilikuwa nimekumisi wewe. Wewe acha tu. Evilos. Mambo ana akili kweli? Kwa nini? Mbona anamng'ang'ania sana yule mkaka Mala? Mimi sijui hata amempa nini. Sijui amempa nini. Tuachane, hao ni mapenzi ya watu wawili. Sasa shoga yangu, hata ukipenda ndo unakuwa hivyo kweli? So kupendana huko. Yaani yule ni afadhali angelikuwa na kazi hata kidogo hapa mjini. Sasa hivi yule ni kibaka. Ashampendea nini? Achane naye tu tujue. Haya shoga. Tuondokeni si. Njoo. Vipi? Hebu keti kwanza. Mbona una baba hivyo? Si ni wale walie nikapa begi langu. Alikuwa mmoja. Hata na wewe wamekukapa? Labda ndio wale. Hivi sasa ukoo wetu una matatizo gani? Hata na wewe mwanangu wamekukapa? Ndio. Ukoo wetu unakuwa na nini? Yaani wamenikapa mimi, hata na wewe mwanangu. Lakini huu mtaa wenu huu tawaonyesha mjomba. Mambo. Poa vipi? Rose. Bana, huyu rafiki yako hivi kweli ameamua kuachana na nini au kunikataa kwa ajili ya yule mmoja? Mimi sijui. Mimi mtu wako nilikuletea basi tuzungumze na mengine yanihusu. Lakini kwa kuwa yuko moyoni mwangu, mimi na uhakika ninavyompenda nafanya chochote kile. Pambana wewe mtoto wa kiume. Labda utashinda. Utashinda. Basi poa. Haya. Kwa mwanangu inakuja. Swali mwamba. Mwanangu kulikoni ile siku mwanangu niliambia mwanangu kilitokea nini? Mwanangu nasikia. Mwanangu na babu na mambo ya kiwaki. Ile siku mwanangu alinitelekeza kabisa babu, yaani alinitelekeza waziwazi kukimbia yule mwamba akadili na mimi mwanangu. Ananiambiaje? Nataka begi langu. Eti unajua hilo begi lina thamani gani? Hivi mwanangu kwenye lile begi kulikuwa kuna nini babu? Kwenye lile begi. Mbona hakuna kitu chochote mwanangu? Sasa kama hamna kitu chochote babu kwenye lile begi, mbona mwamba alikuwa anazingua sasa? Jamaa. Ndio mwanangu mimi nahisi lile begi babu. Kuna mambo nilikuwa nao. Ya mizimu au vipi? Sielewi. Maana yule mwamba aliforce sana kuhusu habari za begi. Anadai begi lake. Mwanangu ni too much. Alafu mbaya zaidi babu anakuwa anatokea kila wakati. Anatokea kidai begi mwanangu. Hivi inakujaje babu?
Sina mwanangu, Yesu mwanangu nichanganya sana. Sasa mimi nikuchanganya nini babu? Usijaka mwanangu, kwa mwanangu jamaa sasa atatokea mwanangu. Kabidi mwanangu mimi nichimbe. Unaona? Kwa mambo kama yale mwanangu ndio aliyotokea mwanangu. Sasa nyie kama vipi mwanangu nyie? Sina wakataa. Yaani nakukataa wewe mwanangu wewe. Sababu wewe mwanangu na mambo mengi sana mwanangu. Kivipi sasa? Mwanangu mara mzimu, mara nini huko mwanangu nishindwa kuelewa. Sasa iko hivi mwamba, sawa. Unasikia? Wewe mwanangu nimeshakuona wewe mdau sio babu. Unajua ni kwa nini? Wewe mdau sio. Kwa sababu gani mwanangu? Huo msala tulienda kukaba begi tukiwa mtu mbili babu. Sasa inawezekanaje mwanangu unanitema afu peke yako unatembea babu, ni aje? Unakuaje mzee babu, unanitema babu, unatembea. Wakati ule msala tulikuwa mtu mbili mwanangu, afu unaninawa babu, unaninawa kivipi sasa mzee? Au miawisho kichizi mwanangu, unaninawa babu na wewe. Kwa mister, kwenye mambo mwanangu ya mizimu mwanangu, lazima nikutenge kichwangu. Mwanangu. Inanibidi tu mwanangu hiyo hivyo. Sasa mwanangu utafanyaje kichwangu? Basi mimi nakukataa. Nisikilize mwamba, sawa? Fanya hivi. Yaani katika makamanda wangu sawa, ambao mimi nawakubali katika lile hata katika mambo yetu, mimi nakukubali wewe mchizi wangu. Sasa mwanangu wewe ukianza kuleta mambo mwanangu, nazingua. Ukianza kuleta mambo mwanangu wetu unanikataa vipi babu? Mwanangu mimi ili msala tulikuwa wote, inakuaje babu mwanangu unanikataa kivipi sasa? Una mambo mengi sana mwanangu. Unanikataa kivipi mwanangu? Mimi wapi na wapi mzee wangu? Mwanangu unamaanisha kwamba mimi mizimu ni shangazi yangu, kama mimi naweza kuzungumza na mizimu wao? Wewe unajua kila kitu mwanangu, sababu wewe ndio ulioleteleza. Mwanangu mbona unazingua? Ile swala ni la wote. Mwanangu inatakiwa wote tuhusike. Inakuwaje mwanangu wewe unanikataa mimi afu unaanza kuniambia, unaanza kuleta mielewesho afu sikia dogo, sawa? Wewe ndio nakukubali. Afu ndio kamanda wangu wa karibu kuliko machizi yoyote hapa hivi. Afu mwanangu tena wewe ndio unaanza kuleta miawisho mwanangu. Afu mimi mwenyewe nimekuleta kwenye mambo kama haya sasa kwa sababu mimi nakukubali. Ili tuje tujadili hili swala. Afu mwanangu unaninawa, yani unasema tu kwamba tunajikataa. Unajikataaje babu? Afu kumbe mwanangu nimekuja kugundua labda naona mambo ya kiwaki eti. Uongo mwanangu. Wewe nitishe mwanangu na hivi vitu hivi bila ndogo. Bila ndogo lakini ni pesa hiyo kununua mwanangu. Lakini kwenye mambo ya mizimu mwanangu wewe tunatengana kichwangu. Hiyo sio haki mwanangu. Hata kama dogo letu pale tukamuuliza mwanangu, hiyo sio haki mzee. Uongo mwanangu. Sio kweli mwanangu. Kaza, wewe ni mtoto wa kiume babu, kaza. Shwari mwanangu. Kweli mama. Shwari. Dogo vipi? Shwari. Oi vipi? Shwari mama sana. Unajapoa mzee. Mwamba ananinawa kwenye yale masuala yetu mwanangu ya begi, mara mzimu mdogo ananinawa. Sasa nyie kila siku mnaongelea swala la begi, hata kule maskani mnaongelea swala la begi. Begi ndio nini? Wala kufocus mambo mengine mnaongelea begi kila siku begi. Hadi mwana. Mwanangu. Kama hizo habari mwanangu za mabegi mwanangu mimi azingua. Mimi najikataa. Chukua simonga wangu hiyo wangu, unadondoshaje begi wangu unachemka au? Mimi najikataa wauni. Hivi sasa wewe mwana, yani mambo yanakuwa mengi sana. Mara mabegi. Yaani nashindwa kuelewa mwanangu chini kitu gani. Labda umechanganyikiwa baba bangi au ueleweshe mwanangu. Wewe jamaa na mambo mengi sana. Wewe day ndio unazungumzia begi. Hata kule maskani kule begi wao mzimu kutokea kivipi mwana? Hebu tuambie basi hapo. Unasikia mwamba kwa mwanangu unanikataa uongo? Mimi nakukataa mwanangu. Sio uongo. Kama vipi babu sepa basi. Niache nitelekeze basi babu, nitelekeze basi. Naenda mwanangu. Wewe mwanangu tembeza fake hiyo. Mimi mwanangu nataka mwanangu nikuchane ukweli babu. Sawa. Ndio mwanangu. Iko hivi. Mwanangu huyu mambo sawa. Niliwaeleza wazi kabisa kwamba tulikava begi tukiwa mtu mbili mwanangu, afu sasa cha ajabu. Udogo mwanangu nawa vipi? Afu ule mzimu mwanangu ni serious kwamba sio utani. Acha. Mzimu kabisa hivi unatokea. Sijui sasa kwa sababu ule mwamba anatokea katika mazingira kanisa mara. Huyu hapa anadai begi tu. Taka begi langu. Acha masiala. Sio masiala. Unaniadisia unaniambia. Yote vile ni sawa tu lakini mambo ni serious babu. Kwa hiyo hapo
naye kivipi sasa hapa? Eti dogo babu. Sasa mwanangu eti unaweza ukafanya kitu na mtu afu mwanangu eti akaonekana mtu anakunawa eti kibishi. Unajua nini mwana? Eti wewe kama mchizi wako na unajua kuna mambo mengine ya kike. Hiyo sio haki eti dogo. Eti babu dogo hata wewe upige issue na mtu mwanangu. Mko mtu hii mbili. Afu mtu eti aje kunawa anakuambia kwamba mwanangu kwanza leo mimi nakunawa hiyo inakujaje babu kama sio usimchi machizi gani sasa? Au unajua mwana? Unajua nini? Mchizi mwingine yani mnashirikishana lakini kwenye mpango wenu lakini sio kwenye matatizo anakukataa yani anakukataa kabisa. Sasa iko hivi. Unajua mwamba yule mwenye begi sawa? Mimi ananisumbua sana babu. Ananisumbua sana kila muda ananitokea. Nataka begi langu kila muda ananitokea. Nataka begi langu. Sasa mwanangu lile begi fanya hivi. Kwa hiyo ndio mchizi wao. Yule amejikataa babu. Alafu mimi ndio dogo ndio nilikuwa namkubali hata maskani pale mimi. Kwa kuwa wewe ndio mchizi wangu sasa hivi ndio nakukubali sasa hivi. Yaani wewe ndio wewe mzee wa misumari ndio nakukubali maro. Wewe ni wewe yani ukiwa kwenye matatizo. Bali lakini ukiwa kwenye zile sehemu zetu za ukapa au unanisahau unamchukua jamaa. Yaani kuna madini mengine mkao unapiga lakini mimi sipo. Hakuna hata kunishikisha wao. Chuze ni wao. Sababu tunadili hapo uje tukapige. Sasa wewe Chuze ni msela wangu kwanza naomba unipe 5 mzee. Sasa sikiliza wapi sawa. Iko hivi. Kuanzia sasa hivi tunavyozungumza. Wewe ndio festival yani. Yaani wewe ndio mchizi namba moja alafu mimi ndio kamanda. Iko hivi. Sawa. Mwanangu wewe mimi nataka nikaangalie pale tulipokuwa begi. Yaani twende mimi na wewe wapi? Twende pale tulipoweka begi huko. Tukiwa na dogo tukalicheki mwanangu lile begi. Maana yule mchizi mimi mwenyewe ananiletea kiwewe yani wewe jamaa ananiletea kiwewe kibao yani ananiambia toka begi langu anatishia mwanangu. Nasikia mchizi wangu wewe mchizi wangu. Wewe unasema tu kuna changamoto zingine zinatokea lakini ndio unanikataa hivyo. Mimi jamaa nitakusaidia. Wewe ukipenda kike taenda lakini acha hizo mambo ya kike hayo. Wewe mchizi wetu yule yani mambo ya kiwaki. Sasa wewe unamchukua alafu anajikataa. Muone wangu wewe. Mimi sina mambo ya kike babu. Mimi sina mambo ya kike. Mimi wa kiume babu nitakuaje na mambo ya kike? Bwana mimi nimekumaa so kama vipi? Taenda kucheck ile ngoma hapo uliposema kama vipi? Sasa iko hivi. Tunavyozungumza hivi mimi na wewe sawa? Mimi nataka tuongozane moja kwa moja mpaka sehemu ambapo tuliweka begi. Sawa? Sawa. Twende babu tukalicheki lile begi. Maana kidogo mwanangu amezingua amejikataa. Mwanangu hata pale maskani kijiweni kwa dogo asikanyage mimi mwenyewe nitamzingua kichizi. Yaani mwenyewe mapisi ya kutosha mchizi wangu. Kama mwenyewe ameamua kutukataa na sisi tu tunamminya. Ila mwanangu mimi nikinyanyua bisibisi yule dogo kumkubali babu sio ni mnyaje mabisibisi yeye msicheki babu ufanye. Babu unanitamba tu mimi hapo. Dogo ukiona naye tena unaona. Kwa hiyo inaonekana mwamba mimi kumbe unikubali eti. Sasa hivi nimekubali lakini fresh. Sasa wakanifanyia hivyo. Jikatae babu mimi nikupeleke ambapo niliweka begi. Tukalicheki begi lile babu. Yaani maana mimi nanipa kiwewe mwanangu. Yaani ni hatari, yaani mauzauza. Silali mwanangu, yaani kichwani mambo. Mmoja haikai wala mbili, haikai wala tatu. Yaani mwanangu yanapita mauzauza kibao. Kwa hiyo ndio hivyo. Mchizi wangu kama vipi tunaelekea? Tucheze babu, tucheze kama vipi mwanangu tukalicheki ile begi mwanangu. Begi tulitupa hapa nilikuwa na dogo begi tulitupa hapa. Begi tulitupa hapa. Mwanangu unajua ni bangi zinaanza kuchanganya. Umesema begi tulitupa hapa alafu mazingira yenyewe ndo haya. Wapi sasa mwana? Au mwana ameishi leo nyingi. Halo, mwambe hebu kaa kwanza nikueleze babu. Unajua hili swala liliko pia ni pabaya. Yaani haiwezekani mwanangu kitu nilikuja kuangalizia hapa. Karibu sana. Asante. Umepita karibu na kwangu. Je, ulikuwa unafahamu? Hapana. Au kwa ni njiani? Tuko na njiani. Tuko ndo hapo kwako.
Ndio kwangu hapa. Na hongera. Karibu sana. Asante mambo. Bwana Mungu. Kiukweli hii siku ya leo ni ya pekee. Kupita hapa kwangu. Na mimi nilikuwa na hamu sana kuongea na wewe. Hili jambo ambalo naliongea kila siku itakuwa kama wimbo wa taifa. Mvua. Wewe ni mrembo. Shepu unayo. Nikiangalia nywele zako mpaka chini. Kikweli wewe mrembo, unavutia. Kila mwanaume nahisi akikuona lazima akwambie maneno kama yangu. Kikweli Mvua, I love you. What? Ni kweli kabisa nakupenda. Unasema nini wewe? Nahitaji niwe na wewe. Nahitaji nikuoe. Mvua. Sikiza nikwambie. Cha kwanza ukiwa na mimi na jinsi ulivyo hivyo nitakubadilisha, utaongeza kwanza utanenepa mama. Yaani sikiza nikwambie, unasikia? Wewe usijua mwanamke ni nini, wewe usijua kutongoza wanawake wengine ukaning'ania mimi. Wewe si kuna mwanamke wewe? Alienda wapi? Haijalishi nini? Sikutaki. Unasikia? Sikupendi. Yaani maneno sikuhitaji. Afu kwanza mimi na mwanaume wangu eti. Afu usimfahamu wewe. Mbona kuna kinganiza kama mkojo wa mchana wewe? So hivyo. Marufuku tena unasikia? Mungu nikome wewe. Naomba unisikilize kidogo. Sitaki mazoea na wewe tena. Ni kama hivyo. Nitaenda kumwambia kaka unanisumbua. Nipo tayari kwa lolote kwa ajili yako. Nini hivyo ni kichaa? Niumie kwa ajili yako, nipo tayari. Hivyo ni mwezi. Naomba usinipotezee muda. Mpuzi mmoja wewe. Kwa babu na Western Sport hapo. Ile gari moja hapo na yote. Unajua kuna siku fulani hivi kwenda kilabu kutembea nini, unaelewa tena ile. Hasa kuna njia fulani hivi nilipita, hasa nilipopita kwenye ile njia, kwa bahati nzuri niliokota kibegi. Umeona, hasa kile kibegi nilipokiokota pale, nikaenda nacho hapo, nikaenda nyumbani. Kufika nyumbani kaingia ndani, nikakifungua pale, nikakifungua nikakuta kuna makitu, hapo mizani kuna mzigo sasa mle. Umeona, nilaumu sana, nilikuwa tunataka kutunzia nguo mpaka asubuhi nilipotoka nyumbani hapo. Umeona. Mwanangu kuna mzigo wa tatu. Mimi siwezi kukudanganya. Siwezi kukudanganya. Sio watu kama mimi na yani. Hata tupanagi nini? Kwa mtu kama hivi ningekutokeza tu moja mbili tatu nini? Mambo yanakaa sawa. Sawa kabisa. Bora. Sasa ngoja mimi. Haina noma. Picha hivi sasa. Mimi nitapo nyumbani kwanza nini kaangalia hata chai. Unaelewa tena? Haya, toa. Mwanangu lile begi sawa? Uliloliokota ni begi langu mimi. Na lilo begi linanihangaisha sana mimi kulipata. Sawa, sasa naomba hilo begi ukanipatie. Asa blaza, hilo begi sikatae kweli mimi nilichukua. Lakini blaza lipo nyumbani. Kama vipi hilo begi? Twende ukanipe hilo begi. Yaani hilo begi mimi nalihitaji sana hilo begi. Sawa. Asa hapa blaza, yani hapa hapo Mwanangu Eric. Baba mdogo. Umeniita
Ndio baba. Nimesikiliza wito wako. Ndio. Kwa naenda kwenye mihangaiko yangu. Naona ni jambo la busara mtoto kukuita. Nimekuita na nimekuja na kusikiliza. Baba mdogo, ni kweli nimekuita. Lakini wito wenyewe upo hivi. Baba mdogo, mimi nimepata mwanamke. Nahitaji nioe baba mdogo. Umepata mwanamke? Ndio baba mdogo. Na unasema wa kuoa? Ndio baba mdogo. Upo serious na jambo hili? Ndio baba, nipo serious. Umesema unataka kuoa? Ndio baba. Upo serious na jambo hilo? Nipo serious baba. Sipotezi mahali zangu? Ndio baba. Ukifika nikuite hapa na kuahidi baba. Umejipangaje kuhusu kuoa? Kuhusu kujipanga baba, nina kiasi. Endapo wewe ukiniongezea angalau hata 300 nisukume, naona nitayafikia malengo. Sawa, una kiasi gani? Mimi nina 600,000. 600,000? Ndio baba. Shukuru, umejitahidi mwanangu Eriki. Jitahidi sana. Sasa halina shida, kwa kuwa umeamua jambo moja la maana na lenye busara. Ndio baba mdogo. Nipo tayari kukusaidia. Mwanangu Eriki. Ndio baba mdogo. Huyo binti unayemzungumzia unataka kumuoa, umemchunguza vizuri mienendo na tabia? Baba mdogo, kuhusu swala hilo nikutoe shaka. Siwezi kukupoteza, na mimi kufika niamue hili jambo nimechunguza kabisa, na kuahidi baba mdogo. Na wewe ukimwona hadi utafurahi. Asante. Kwa umesema hauwezi kuniangusha? Ndio baba mdogo. Sawa, nitawasiliana na mimi na rafiki yangu. Ndio. Ili tufanye swala kamili. Toa posa. Beli. Nitashukuru sana kwa hili jambo umelikubali. Nitashukuru sana baba mdogo. Asante sana. Nitashukuru sana baba mdogo. Asante sana. Haya baba mdogo. Odi brother. Mwanangu vipi? Fresh. Shwari lakini. Mwanangu hili bag si ndio hili? Ndio lenyewe brother. Baba ndio brother Luxi brother, yani mauzauza yaishi ndani, yani ndio brother sielewi. Mauzauza? Ina mauzauza vibaya brother. Mwanangu hili bag nitafuta kichizi yani. Bag lako laano, tutatafuta bag kama hili. Nimekukuta pale naulizia begi langu, lakini mwanangu akatokea mtu akanipiga huko nyuma nikapoteza fahamu. Sasa brother, sikia, usiwe na maneno mengi. Begi yako nimeshakuletea hapa, kwa usiendelee kufuatiana brother. Haina noma, hata kumsaidia sana. Fresh. Haina noma brother. Pata ile begi, huyo fara hawezi kunisumbua tena. Anisumbua begi. Anisumbuaje begi? Huyu fala ananisumbua habari za begi. Sasa begi nimeshalipata, hawezi kunisumbua chochote tena. Allah, hawezi kunisumbua chochote kwa kuwa begi nimepata. Tena namsubiri kwa hamu, hawezi kunisumbua kwa chochote. Allah.
Odi. Karibuni. Asante. Karibuni. Asante. Shikamoni. Marhaba. Karibuni viti. Karibu. Asante. Kaka, kuna wageni hapa nje. Wageni? Sijui. Karibuni. Kaka chapa kiti. Kaka kiti chapa. Kiti basi dada wewe kwa kumi fanya. Bila shaka hapa ndo kwa Paulo. Na ndo Paulo mwenyewe. Mimi ndo Paulo mwenyewe. Hapa ndo kwa Paulo huyu ni jinsi niachana papa. Kwa mimi na dadangu kwa Hao kina nani waliokuja hao? Unafahamu wewe? Mimi wewe siwafahamu. Ila ni jiji fulani ng'ambo pale. Ng'ambo ya jiji yetu. Jiji yetu cha hapa ng'ambo yake kidogo kwa mbele. Wao wamekuja na jambo jipya. Vipi tena? Kwanza wamekuja na jambo zuri ambalo limenifurahisha mimi milioni leo. Yaani kwanza mimi leo nitatembea na vimba na dunda mtaa mzima leo. Wamekuja na jambo la heri, jambo la maana, jambo jipya. Jambo nzuri kwanza limenikosha hata roho yangu. Jambo lile kuja nalo wameleta posa. Nini? Wameleta posa. Sawa, wameleta posa. Kwa dadangu muda wote wewe, kwanza sasa hivi wewe. Sawa, ni mali ya mtu. Kwa muda wote dada unaolewa. Sawa? Kaka yenu upo tayari kabisa? Nipo tayari mimi au wewe kuuliza upo tayari? Ndio tayari kama mimi. Kaka yenu upo tayari kama kaka yenu upo tayari mko na zote kwa mwanaume ambaye sijampenda mimi. Wewe mimi siko tayari mimi. Wewe ndio uko tayari. Wewe ndio leo olewa sio
Hivi mwanaume ambaye wewe mwanaume wako ni nani wewe mtaka? Yupi? Kaka lazima ujumbe nampenda Maro. Wewe ujinga nikwambia ni shaka kukuyoga. Hiyo baada kuleta juu Maro marufuku. Sasa Maro mwenyewe maskini huyo. Mtu mwenyewe mkabaji, mtu tabangi, mtu anashinda kwenye vijiwe, mtu anashinda kwenye makamari huko. Atakusaidia nini wewe? Atakupeleka wapi? Siwezi bila dadangu. Wewe olewa tu. Mimi nipo sasa nimeshaipokea barua. Sawa. Wewe lazima uolewe. Basi za. Ndio hivyo dadangu. Sawa. Mimi sijapenda. Sasa hujapenda. Sasa wewe unataka ukae hapa nyumbani. Hapana. Shida yako lengo lako ni lipi hasa? Kaka lakini mimi nataka kuolewa na Maro. Wewe unataka kuolewa na Maro wewe? Ila dada wakati mwingine wewe ni chizi wewe. Maro habari zamani nishakwambia usiniletee unaolewa. Kosa mimi nimeshapokea. Barua nimeshaipokea. Wewe muda wote hapa hutokuwepo tena. Unaenda kutengeneza maisha yako mengine. Sasa baada ya kuniambia kwamba wewe eti unamtaka Maro. Maro ana maisha gani huyo kwa? Tumeye ngurumbii huyo. Kuto kucha mapoli mibangi. Wewe. Hebu acha kabisa uolewe.